Acha niseme ya kwamba nimefika hapa kuangalia ujenzi wa barabara kuu ambayo ni barabara ya kuunganisha mji wa Isiolo na mji wa Mandera katika sehemu ya kaskazini mashariki. Barabara hii ni barabara ambayo itagharimu bilioni 100 na itaunganisha kaunti za Isiolo, Meru, Garissa, Wajir na Mandera. Barabara hii ni takriban kilomita 749 na itapitia ikitoka Isiolo itapitia hapa Kulamawe, kutoka Kulamawe itaendelea mpaka Modogashe, kutoka Modogashe itaendelea mpaka Samatar, kutoka Samatar itaingia mji wa Wajir, kutoka Wajir itaenda Tarbaj, kutoka Tarbaj itaenda Kotulo, kutoka Kotulo itaenda Kobo, kutoka Kobo itaenda Elwak, kutoka Elwak itaenda Gare, kutoka Gare itaenda Ramu na kutoka Ramu itaingia mji wa Mandera. Hii barabara kama nilivyosema itagharimu takriban bilioni 100 na tunaijenga kuanzia mwezi wa Septemba mwaka wa 2022 ndio ujenzi umeanza, na kwa sababu ni barabara ndefu na tunataka ikamilike katika muda wa miaka miwili, tumeigawanya mara 11, sehemu 11, na tumeipatiana kwa contractor 7. Contractor wengine wako na sehemu moja, wengine sehemu 2. Kwa hivyo contractor ni 7, lakini sehemu sahihi barabara ni 11, ili kuhakikisha kwamba hii barabara inakamilika kwa muda ufaao. Sehemu hii ambayo niko sahihi, nimekuja kuangalia sehemu 2. Kwanza Isiolo Kulamawe ambaye ni takriban kilomita 77 na inagharimu shilingi bilioni 8.3 na tayari lami imeanza kujengwa, na hii sehemu itakamilika ifikapo Mei mwaka wa 2027. Vile vile nimekuja hapa kuona sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya kuunganisha Kulamawe na mji wa Modogashe pale katika sehemu ya Garissa, na hii sehemu ni kilomita 113, 113 kilometers, na itagharimu shilingi bilioni 11.5. Iko na contractor tofauti sehemu hiyo, na vile vile rami imeanza kuwekwa na nitarudi baada ya miezi mitatu ili nihakikisha kwamba kazi inaendelea kama vile imepangwa. Contractor ameniambia baada ya miezi mitatu atakuwa ameongeza katika sehemu hii ya Isiolo Kulamawe kilomita mpya 15. Kwa hivyo nitakuja kuangalia Agosti, alafu tutaendelea hivyo mpaka tukamilishe sio sehemu hii peke yake, lakini sehemu zote, na barabara ikikamilika rais atakuja kuifungua katika wakati huo. So kazi yangu ni kuhakikisha kwamba hii tunaendelea vizuri. Nimeongea na contractor, nimeongea na jamii ya hapa, nafikiri kila kitu inaendelea vizuri. Nimesema ya kwamba barabara hii itaboresha usalama, pia itaboresha uchumi wa sehemu hii ambao kwa muda mingi imebaki nyuma kwa sababu ya kukosa miundo msingi sana ya barabara, lakini vile vile miundo msingi ya stima na network ya simu ama miundo msingi wa simu. Kwa hivyo hii barabara itatusaidia kumaliza uhalifu na kupunguza visa vya uhalifu, aidha wizi wa ng'ombe ama ile maneno ya ugaidi ambao walikuwa wanatega mabomu katika barabara ya ardhi. Sasa hii lami itaangamiza hiyo utumizi wa barabara kwa njia hiyo na magaidi ambao wameumiza watu kwa siku nyingi. Kwa hivyo vile vile tunaekeza katika sehemu hii katika mambo ya stima. Hapa Isiolo peke yake tunaweka stima ya shilingi milioni 714 ya last mile connectivity, ya kuleta stima katika vitongoji kutoka Kina kwenda Merti, kwenda Yamicha, kwenda Basha na sehemu zote ambazo zinahitaji stima. Na vile vile tunajenga kiwanda ya stima ya sola
shilingi milioni 365 pale Merti, na vilevile tuko na mpango wa kujenga sehemu 19 za simu ama mast ya kupokea simu, ili tuimarishe usalama na tuimarishe uchumi wa sehemu hii. Kwa hivyo nimefurahi vile nimefika hapa, nitarudi siku ingine, na mimi niko na imani ya kwamba barabara hii itafungua uchumi wetu, itaimarisha usalama na itaunganisha sehemu hii ya kaskazini ya Kenya na sehemu zingine za Kenya, ili nchi yetu iwe na ustawi ambao umesawazisha sehemu zote. Nimalizie kwa kusema mradi huu wa barabara hii ndio mradi wa barabara mkubwa zaidi kuwahi kujengwa katika nchi yetu ya Kenya. One road project, the longest in the history of our country. Na nimefurahi sana timu yetu ya security iko hapa, na wale wafanyikazi wengine wa serikali wako hapa. Tumewaagiza ya kwamba wahakikisha kwamba kuna uhusiano mwema baina ya jamii za hapa na contractor, ili tuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi na masuala ambayo yanatokea yanasuluhishwa kwa njia ya amani. Asanteni sana. Have a good day.